Mungu anajinyenyekesha ili amuinue mwanadamu dhaifu. Karibuni ndugu zangu, tutafakari neno la Mungu katika sherehe hii ya kupashwa habari ya kuzaliwa Bwana. Katika somo la kwanza linalotoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 7 mstari wa 10 hadi wa 14, tunasikia utabiri wa Isaya juu ya bikira atakayechukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume atakayeitwa Imanueli. Mazingira ya somo hili ni wakati Ahazi akiwa mfalme wa Yuda mwaka 733 kabla ya Kristo. Kipindi hicho ufalme wa Yuda chini ya mfalme huyo wa Ahazi ulikumbwa na changamoto mbalimbali za maadui zake waliojipanga kumshambulia mfalme huyo. Ahazi akikumbuka ahadi ya Mungu aliyomwahidia Daudi kuwa ufalme wake utadumu imara milele, kama tunavyosoma katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 7 mstari wa 14 hadi wa 16. Na akiangalia hali ambayo ufalme wake unapitia, anaona kabisa hakuna muungano katika ukweli wa ahadi aliyopewa na Mungu. Ahazi ni kama anamwacha Mwenyezi Mungu na kuamua sasa kuanza kutumia nguvu za kibinadamu. Anataka kujiunga na wafalme wa Ashuru ili kujiimarisha kijeshi na kiutawala, ili ufalme wake uwe tishio kwa maadui zake. Nabii Isaya anaona kuwa mpango huo wa mfalme unadhihirisha wazi kushindwa kwake kumwamini Mungu na unahatarisha uaminifu wa taifa kwa Mungu wao. Kwani Waashuru walikuwa watu wa miungu, lakini pia Mungu wa kweli asingaliweza kushindwa hata kuliacha taifa lake likae likitegemea tawala na falme za kidunia. Hivyo Nabii Isaya anamuonya mfalme asipokee wala asiende katika kujiunga na wafalme wengine, bali amwamini na kumtumainia Mungu. Mfalme anashindwa kuupokea ushauri huo, bado anaendelea na mipango yake. Inambidi Nabii Isaya amwendee mara ya pili na kumsihi sasa, kama anahisi Mungu amemwacha, basi aitake ishara ya kudhihirisha kuwa Mungu hajaliacha taifa lake. Ahazi anasema hawezi kuitaka ishara wala hawezi kumjaribu Bwana Mungu wake. Basi ndipo hapo Nabii Isaya anapompa ishara kwamba Mungu hatauacha ufalme wa Daudi mtumishi wake uanguke, bali atausimamisha imara kama alivyoahidi. Ishara ya kuthibitisha hayo ni kuinuliwa kwa mtoto atakayezaliwa na bikira. Huyo atatawala na kuongoza kwa nguvu za Mungu, ndiyo maana ataitwa Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Isaya aliyaongea hayo na yakatokea kwa bikira, yaani mke wa mfalme Ahazi aliyekuwa bado msichana mdogo, aliyeshika mimba na kumzaa mtoto Hezekia, ambaye Hezekia alikuja akatawala baada ya Ahazi baba yake. Na alitarajiwa Hezekia kuwa ndo mfalme atakayekuwa mzuri na atakayedhihirisha uwepo wa Mungu kati ya watu. Lakini haikuwa hivyo. Hezekia naye hakuweza kufikia kiwango hicho. Basi Isaya na Waisraeli kwa ujumla wanaona wazi kuwa utabiri ule haukumlenga Hezekia. Utabiri huo itakuwa unamlenga Masia atakayekuja. Hivyo leo tunapofanya sherehe hii ya kupashwa habari Bikira Maria, ni utimilifu wa ahadi ya Mungu na ishara ile ya bikira atakayezaa mwana. Malaika Gabrieli anatumwa na Mungu kumpasha habari Bikira Maria aliyekuwa ameposwa na Yusufu wa mbari ya Daudi. Hiyo inatuonesha kwamba mzao huyo atakayezaliwa na Bikira Maria atatoka katika ukoo wa Daudi. Huyo, kadiri ya maelezo ya malaika kwa bikira, atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Mtoto huyo ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Hii inadhihirika wazi. Mtoto huyo atakayezaliwa, yaani Bwana wetu Yesu Kristo, ndio yule ambaye Mungu alimwahidia Daudi kwa kupitia kitabu cha pili cha Samueli sura ya 7 mstari wa 14 hadi wa 16, kwa kupitia utabiri wanaofanya na nabii Nathani. Na kwa ahadi ambayo Nabii Isaya aliifanya kwa mfalme Ahazi, kama tunavyosoma katika sura ya 7 mstari wa 14 wa kitabu cha Isaya, Mungu anamuinua mfalme huyo ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kupashwa habari Maria kwamba atamzaa Yesu kunadhihirisha wema wa Mungu kwetu. Mungu hatuachi kamwe.
Hakika tutapita katika shida na changamoto mbalimbali, lakini hatutashindwa kamwe. Ujio wa Yesu katika mwili ni wa pekee sana. Sio tu kwamba unadhihirisha uwepo wa Mungu kati yetu kwa njia zinazoonekana na kutambulikana kwa macho na milango yetu ya fahamu, bali pia unaongeza upya wa namna ambavyo Mungu anatuingiza sote katika taifa lake. Ni katika kuzaliwa katika mwili wa kibinadamu ndipo sura ya Mungu asiyeonekana milele inaonekana kwa wote wenye mwili. Mwili huo ulioungana na nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu ni Mungu kweli na mtu kweli. Mungu aliyejinyenyekesha na kuwa mtii kwa kujifananisha nasi, sio tu kwa kusema, bali kwa ukweli amejishusha na amekuwa sawa na sisi anapotoa mwili na kuzaliwa na bikira. Ni huo mwili anaoutoa neno wa kweli wa Baba wa milele ndio atakaoutumia kutulipia sisi deni letu kwa Baba kwa kuutoa kuwa sadaka hai ya kweli na ya milele pale msalabani. Na kwa yeye Yesu Kristo sisi tutakombolewa na dhambi zetu zinaondolewa. Ni katika huo mwili ndimo damu na maji zilimotoka, ambazo ni ishara ya sakramenti za kanisa na ambazo zinatufanya wanadamu wote kuwa taifa la Mungu linaloongozwa na Yesu mwana wa Daudi, Imanueli, Mungu pamoja nasi, ndani ya sakramenti ya wokovu wa ulimwengu, yaani kanisa. Sasa ni katika Yesu Kristo falme na tawala zote za ulimwengu hupaswa kusujudu na kuongozwa kadiri ya taratibu na kufuata mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Serikali zote za kidunia zinapaswa kutambua uwepo wa Mungu na kusikiliza daima sauti ya Mungu anayekaa ndani mwao wote aliowateua na wanaompokea ili awafanye maskani yake ndani mwao. Sasa hakuna tofauti kati ya Myahudi na Myunani, kwa kuwa katika Kristo neno wa Baba wa milele aliyetoa mwili na kuzaliwa na Bikira Maria ili atukomboe kutoka katika utumwa wa Shetani, sote tunafanyika wamoja na tunaungwa na kuchungwa chini ya mchungaji mmoja, ndiye Mungu mmoja wa kweli na wa milele. Tumwombe Mungu katika siku hii ya leo tunapoadhimisha kupashwa habari Bikira Maria ya kuzaliwa Bwana. Mungu atujalie kulielewa fumbo la umwilisho wa neno la Mungu. Kisha tukishalifahamu fumbo hilo, tuliheshimu na kumruhusu huyo neno wa Mungu aliyetoa mwili akae kweli kwetu, akae katika mioyo yetu, katika akili zetu, atawale maneno na matendo yetu, ili ampe Mungu heshima inayostahili. Tumwamini na kumtegemea Mungu tu daima na tuishi kadiri ya maongozi yake, kama mama Bikira Maria alivyokubali kuyapokea mapenzi ya Mungu. Nasi tukubali na kupokea wito wa kushiriki katika kazi ya ukombozi wa ulimwengu. Mungu anachagua viumbe duni na maskini na dhaifu na kuvitumia kutekeleza kazi yake daima. Nasi tusiwabague watu wala kuwapuuza kwa sababu ya hali zao duni. Tuwe wanyenyekevu kama Kristo alivyojinyenyekesha kwa ajili yetu na kama mama Maria alivyonyenyekea chini ya maongozi ya Mungu. Neno wa Mungu ametoa mwili wetu wa kibinadamu. Hivyo mwili wetu umepewa hadhi na heshima kubwa sana. Tuuthamini, tuuheshimu na kuzithamini haki zote za mwili wa kibinadamu na haki zote za wanadamu kadiri ya matakwa ya Mungu. Na mwisho, kama neno wa Mungu alivyotoa mwili wa kibinadamu na kuutoa mwili huo uwe sadaka kwa ajili yetu na dhabihu iliyo hai, nasi tuitolee miili yetu iwe sadaka, iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Yaani tujitoe sisi wazima roho na miili yetu katika kumtumikia Mungu. Ndiyo ibada yenye maana na ibada yenye kupendeza machoni pa Mungu. Tusiache kamwe kusali sala ya malaika wa Bwana kila siku. Sala hiyo hutukumbusha tukio la umwilisho wa neno la Mungu, ambalo ni udhihirisho wa upendo wa Mungu kwetu sisi na udhihirisho wa uwepo wa Mungu kati yetu katika kila wakati wa maisha yetu. Tumuombe mama Bikira Maria aliyeyapokea mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kuyatimiza katika maisha yake, atusindikize na sisi katika safari yetu ya hapa duniani. Daima tuisikilize sauti ya Mungu na kujitoa kumtumikia Mungu kama watumishi wanyenyekevu wa Bwana, ili siku zote neno wa Mungu aendelee kutoa mwili na kukaa kwetu. Mungu amlinde na kumbariki kila mmoja wetu. Tumsifu Yesu Kristo.